Katika moja ya jumba la kifahari, leo kuna birthday ya jamaa tajiri maarufu na mtu na nusu anaitwa Bobo. Kila mmoja alivyopewa mic atoe neno lolote kwa Bobo. Kila mmoja akaongea mema kuhusu Bobo. Huyu anaitwa Motorayo, ni mke wa Bobo. Motorayo anajaribu kupiga simu kwa Bobo, lakini jamaa hapokei na hajulikani ni wapi alipo. Na hawa ndio marafiki zake Bobo. Cheza na wao ila usicheze na Bobo. Huyu jamaa anaitwa Ralph. Ralph akiwa na moja ya sifa za kutosha, Bobo akawataka wageni walikwa wapiga chairs kwa ajili ya Bobo, lakini Bobo mwenyewe haonekani. Martin, Bobo yuko wapi? Mimi sio makalio yake mpaka nijue kila sehemu alipo. Mwili wa Bobo ukadondoshwa kutoka ghorofani mpaka kwenye swimming pool. Masela zake wakamuwai haraka sana kwenye swimming pool. Bobo, Masela zake Bobo baada ya kumwokoa kutoka kwenye swimming pool wakafanya jitihada zote ili Bobo azinduke, lakini ndio basi tena, Bobo ameshafariki. Baba akachafukwa. Kwanza akaagiza hakuna mtu yeyote kuingia wala kutoka mpaka polisi waje. Huyu baba anaitwa Chief. Chief akaletewa simu na msaidizi wake, kamishna wa polisi akapiga. Kamishna, wameniulia mwanangu. Baada ya sekunde chache polisi wakaingia. Huyu ndio kamishna wa polisi anaitwa Moshud. Moshud akiambatana na maafisa wake wakaja hadi kwa hawa wageni waliokuwepo kwenye hii sherehe. Kama mnavyojua, kwenye hii sherehe kuna mauaji yametokea, kwa hiyo kuanzia sasa hivi ninyi nyote ni mashahidi. Huyu afisa polisi anaitwa Etim na huyu dada anaitwa Habiba. Habiba akaja kwenye mwili wa marehemu kufanya uchunguzi wa awali na kuanza kuwahoji marafiki wa marehemu. Nyinyi ndio mliomtoa? Ndio, tuliingia na kumtoa. Tuliona ni sahihi kubaki na mwili mpaka ambulance itakapofika. Alikunywa pombe? Ndio. Ni kama hivi kwa ni sherehe au? Polisi wakataka kujua marehemu ameanguka kutokea wapi. Hata wao wakashtuka kuona umbali wote huo. Huku ndani mama ni kilio tu. Jembe lake la kipekee limeshaondoka duniani. Mama anamtaka mchungaji wake aje. Etim akawataka watu wote watoke nje ya nyumba hii, kwa maana hili eneo ndio lililotokea mauaji. Inabidi ufanyike uchunguzi hapa. Chief akakasirishwa, hawezi kutoka kwenye nyumba yake. Moshud akamvuta pembeni Etim na kumwambia kwa uzoefu wake wa miaka mingi, matukio kama haya yakitokea, mtuhumiwa wa kwanza huwa ni mpenzi wake ama mke wake, lakini Etim akagoma. Etim akaja hadi chumbani kwa mpenzi wa marehemu, akagonga hodi na akafunguliwa. Kabla hata Etim ajamwaga utambulisho wake, aliyefungua mlango anaitwa Brenny na sio mke wa marehemu. Mke wa marehemu ni huyu hapa. Etim akamtaka Motorayo na Brenny waondoke nje ya eneo hili kwa sababu za kiusalama na kipelelezi. Baada ya Etim kumalizana na Motorayo, Moshud akamuuliza Etim kama ameshamuhoji Motorayo. Etim anasema mpaka sasa bado hajamuhoji mpaka muda sahihi ukifika, lakini Moshud ananananiza Etim anabidi amuhoji Motorayo. Ni lazima mjane huyu ndiye alihusika kwenye mauaji. Mchungaji wa mama Bobo amefika. Mama kumwona mchungaji ndio kilio cha uzazi kikazidi kumtoka. Mama na mchungaji wakaingia kwenye gari. Mama akalalamika kwa mchungaji, Motorayo ameleta majanga kwenye familia yake. Yani tangia Bobo atangaze kumuoa Motorayo, kila siku yeye na kijana wake wamekuwa wakigombana mpaka ikafika hatua mama akabidi aende kwa mtaalam ajue shida ni nini. Kwanza kabisa mtaalam akampa pongezi sana mama Bobo kwa kumpambania kijana wake, lakini endapo Bobo atamua Motorayo kuna adhabu kubwa itawapata. Shetani ndiye atakayezaliwa. Mama Bobo akashtuka kusikia hivyo. Mama akamwambia mchungaji. Alijitahidi sana kumkataza Bobo asimuoe Motorayo, lakini akawa anapinga. Sasa haya ndio matokeo yake. Nimepata kuona kuwa aliyemuua
kumuua mwanao utamjua tu, nitamwona ndotoni au macho kwa macho. Atakuja mtu mfano malaika na atakupa zawadi safi, utakutana naye live. Ila kwa sasa kuwa na subra. Sasa huu ndio muda muafaka wa watu karibu na marehemu kuhojiwa mmoja baada ya mwingine. Akaanza Martin. Martin anasema urafiki wa hizi njembatano ulikuwa imara mpaka Moturayo alivyoingia kwenye maisha ya Bobo. Weekend ilikuwa ni lazima wakutane kwa Bobo waangalie mpira. Huyu ni rafiki yake mwingine Bobo, yeye anaita Chidi. Anasema maisha ya ubachela ilikuwa maisha bora kwao. Walienda klabu moja baada ya klabu nyingine, na yeye ndiye alikuwa kwanza kuoa, lakini hakukuwa na mabadiliko makubwa sana baada ya yeye kuoa. Lakini Bobo alipomuoa Moturayo akaanza kubadilika. Moturayo akaanza kumkataza Bobo kuwapokea marafiki zake, na hata alipotaka kukutana na marafiki zake Moturayo alimkataza, na ikafika sehemu mpaka hawa marafiki wengine wakaanza kugoma kwenda nyumbani kwa Bobo baada ya Bobo kuoa kutokana na mdomo mchafu wa Moturayo. Kijiti kikafika kwa mama Bobo. Mama anadai mtoto wake ameuliwa na Moturayo. Chief akakandamiza msumari hapo. Moturayo alidiriki kupiga marufuku Bobo kukutana na wazazi wake. Habiba akauliza wazazi wa Bobo, je, kuna mtu yeyote aliyeona kwa macho Bobo akisukumwa na mke wake? Hakuna. Ila muda mfupi kabla hata ya tukio hilo halijatokea, Moturayo alikuja kwa mama mkwe na kumuuliza kama amemwona Bobo. Mama akamjibu kwa kejeli na kumfukuza Moturayo. Habiba akamuuliza Chief, je, anahisi kutakuwa na mtu mwingine anayeweza kufikiria kumdhuru Bobo? Baba akavuta picha. Kuna siku moja akiwa na Bobo, Chief akamtaka Bobo ampe nyaraka zote, na inaonekana zinamhusu Chief, lakini Bobo akakataa. Akamwambia baba yake amuamini, siri zote zipo kwenye mikono salama, na baba akamwamini. Baada ya kuvuta kumbukumbu hizo fupi, baba anasema hakuna mtu anayeweza kufikiria kumdhuru Bobo. Mama akamchamba Habiba, kwanza ameolewa. Hili likawa swali gumu kwa Habiba mpaka Etim akaingilia kati. Sasa kukaibuka mzozano kati ya Chief na Etim. Etim akaamuru polisi wamtoe Chief. Moshood akaingilia kati. Moshood akakitumia cheo chake sasa. Moshood akawaita pembeni Chief na mkewe na kuwatahadharisha kama wakiendelea kutotoa ushirikiano kwa kina Habiba, itakuwa ni ngumu sana kwa Habiba na Etim kutoa ushahidi mahakamani na hawatoshinda. Inaonekana kabisa Moshood na hii familia kuna mchezo wanataka kufanya. Moshood akaomba kama kuna ushahidi wowote waliofanikiwa kupata, basi wampe. Yeye atajua ni lini na wapi pa kuutumia. Na tayari Habiba na Etim wameshaanza kuhisi kuna kitu. Je, itakuwaje?